All Clouds TV, empowering lives. We don't consult before we go. Consult God. David came and found the two wives, the sons, the cows, and everything have been taken away. And everybody cried, they wailed, walilia. Kila mtu alilia. Kila mtu alilia. It was painful. They imagine mudo to yigwita ni akuo, ni tunamukora muzi. Na umakuruta wira waga yojoke igwe memana manezi kuwira mudo yo. You imagine ukuri yari imagine kekerahi anekera nako. Kai. Kai. Akalia. Zinasikia vile anacheka. Akalia. But he didn't just go. He didn't. Aliitisha, give me the effort. Akaenda kwenye nyumba ndani, kwenye hekalu huko ndani. Akauliza Mungu, can I go? Can I what? But he gave a sacrifice. Once he gave a sacrifice, then he asked God, can I go? Then God told him, yes, go, and you will get them, plus you will going to recover them, plus every other thing that we have. You will recover all. But before he didn't go, he consulted God. Ask God, can I go? And you going to consult God, you give a sacrifice first. Because where you are is a holy place. Where you are, the person you are talking to is holy God. You don't just go to God empty-handed. Consult him. Give a sacrifice. And that is why I tell you every time, in your house, no matter how small it is, create like a small place where you can be worshiping. Like a small. That is why Muslims are ahead of us. Muslim kalisa mogeka. Mogeka is the altar ya Muslim. Muslim anabebaka kwa gari yake, hakasi mogeka. Akivika sasa raji ivike, pale kwa barabara ataweka gari kado. Aze Allahu Akbar. Apige moduru yake hivi, apige moduru atoke aende. He is not shameful of his God. He doesn't, ana aibu ya Mungu yake. Anasimama kidete. In a hotel Intercontinental, kuna mahali pamelizaviwa for them. In a hotel inaitwa nini? New Stanley, there is a place reserved for them. Ukienda Hilton, there is a place reserved for them. Even if it is a 7-star hotel, there is a place reserved for them. But there is no single place reserved for Christians. Because you are just fake. You are just fake. Completely fake. Because saizi tukiambiana tuwakinya hali ya farafara hali ya tubare pale tuambiane tushikane mkono tuombe tumuite Mungu. Kai adomegoto kuate adomegoto onate si watu watatuchekelea. And you're talking about your God. You are talking about your God. Yet you atunasikia atushikane mkono. Unaona hata mtu anasema hello. Sasa hiyo ni hakuna hello, hakuna mtu anaongea naye, ni kuondokea. Hakuna mumeomba. Hawa watu ambao walikuwa na ukoma wakasema tukikaa hapa tutauliwa na tukienda tutauliwa, tuende. Hawakuwa wanajua kuwa wao ni silaha. Bwana Yesu asifiwe sana. At whatever capacity you are a weapon from heaven. You are a weapon to conquer the plans of the devil. You are a weapon to change the situation. You are a weapon to make things work. You are a weapon. Hao watu walikuwa na ukoma na hakuna mtu aliwapenda. Lakini wakati Mungu alitoa unabii kwa yule mtu alikuwa amesema hakutawezekana kabisa kesho masaa kama hii, hiyo kitu itafanyika na hautaona. Utaona lakini hautakula. Imeanza deliverance. Yes. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Aliambiwaje? Kesho, a time like this, what you are trying to stop will happen. You will see, but you will not eat. Alikuwa amesema uga haiwezi patikana hapa. Waliangalia wakaona how. Uga na Kenya mzima hakuna uga. And you are talking kesho uga. Kasabia kaambiwa kesho, time like this, uga will be here, you will see it, but you will not eat it. Nani alisababisha aone na azikule? Ni watu wenye ukoma ambao hawakuwa in the game. But God caused them to be in the game.
for the purposes of winning the kingdom. So when God is planning to liberate you, there is an opposition that begins in earnest, in answer. Wakati Musa alizaliwa, the king then told everyone that any young person that is born, let him be killed. And they started the process of killing anyone. Because of what? Because they knew in this time, a king has been born that is going to set the children of Israel free. So they will attack you from the word go. And that's why Jeremiah, in the book of Jeremiah, the Bible says that before you were born, I knew you. That is why I set you apart, sanctified, and ordained you for the purpose of those many years to come. So Moses was protected. And they took Moses into the river where they hid him. Other men were killed. Vijana wengine wote waliuliwa. But Moses was preserved. And he was taken ndani ya mto, akafichwa kwenye mto. Naye God caused the killers to come and pick the baby. Hallelujah. That is how God is going to fight for you. The people that are intended, have an intention of killing you, are the same people that come protect you. When you discover that your enemies are your protector, then you have won the battle. Then this is what happened. As they planned to kill every young boy, the daughter of the king went to the river. And walipofika kwenye mto, they found a baby crying. And this daughter akapatiwa mzigo. Muulize mwenzako, uko na mzigo ya kazi ya Mungu? Akapatiwa mzigo. Akaambiwa chukua mtoto. And this is the boy they are looking for. The father is looking for this boy to kill. But the boy was taken right inside. Right inside. Your enemies will take care of you. The people who are planning to destroy you, they will take care of you. They will lock you out. They will make you stand. They will make you go. When you discover the enemies that are planning, that have been planning to destroy you, are the same enemies feeding you, ujue destiny yako ni kubwa. Hallelujah. Your destiny is bigger. Don't worry of those people who have been fighting you. They will fight you. Yeah, because you are big. When you want to know where you are going, look at the enemies around you. Look at the challenges around you. Look at the people around you. They will make you know what kind of a person you are. That is why you see me. I normally created, I forced them to hate me. By talking shit. I will say anything because I know I have to create enemies. Kama nataka kwenda juu, create more enemies. If they are not coming, call them. Chapa mtu coffee. So that you can have a table. When you have every friend, there will be no table, Baba. There will be no table. That God, I will create a table with who? In the presence of who? What if we don't have an enemy? There's no table. Hallelujah. Create one. At least hata utengeneze ukasturu. Kama you cannot attract a table, then create one enemy. Kasturu katengeneza hata kama ni aka ka plastiki. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. And these people, they were sleeping. They were in the boat and the storm came. And it was so powerful. So powerful that Jesus naye akaenda kalala. Na hapo ndio nataka munielewe, Mungu anataka safari. Mungu anataka safari. So oje kuniangalia macho ya huruma. Huyo Mungu anataka Dubai kukunywa kachirugi na huko. Na anakuacha hapa Nairobi na kasimu kanaigwa mteja. Mteja unayemtafuta hapatikani kwa sasa. That's the time you really need God. That is when umetoa, umeenda kanisa, umeenda wapi, umesikia crusade na kuja Uhuru Paki, wewe ndio wa kwanza kutoa, umesikia Waruinge na Kirinyaga, wewe ndio wa kwanza kutoa. Anything concerning God, umetoa, lakini this God no respond. Sometimes God, he wins, he goes. Because he's building you. He has babysitted you for too long. Anataka kuangalia the maturity in you. Because there are still people who are Christian for 40 years, but they are still kunyonya. Suckling. They are still suckling. Bwana Yesu asifiwe sana. They are still wananyonya maziwa. But kimutu ni kimuzee kimezeekea kanisani, lakini bado kinanyonya. You don't know how to do spiritual battles.
You are in church and the church has a problem. You don't know how to do spiritual mpaka mnangoja Reverend anasemaje, apostle anasemaje. Mlaiwa apostle tarau ate. And that's a small thing that you could have commanded out. Then these disciples, remember, they had come from the other side and they left a huge crowd of people. Then they moved. While they were in the boat, a big storm came and the boat was shaking. Shaking. Huyu mama amepatana na storm. The big storm is coming. He's shaking until water started getting into the boat. And Jesus was deep asleep. Despite the storm. This man was deep asleep ni kama amekula bangi. Hakusikia, halikuwa asiki. There was nothing. Yani, baka wakamuliza, waya mzee. Kwa yani usiki? Usiki? Ama ulikuwa nataka tukufe? Ulikuwa nataka tukufe? Na jamaa mwingine aliniandikia ati, Pastor, unaweza kuwa na contact ya Freemason ni join, mimi nimefika mwisho. Nikamwambia kwenda ukufe. Enda ukufe. Kama umefika mwisho, why you living? Go away. Bwana Yesu sio kama Kristiana kingine kalidiandikia pia. Kanataka kujoin ati kapatiane sasa Bwana Yesu asifiwe sana. And he says, and leaving the crowd, they took him with him the boat, just as he was, and other boats were with him. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat. So these waves were breaking into the waves. Just catch yourself, look at yourself. See how the waves are broken into you. Wewe umekuja Mungu kutoka Donovan, si ndio? Umekuja kama unakibia masaa isipite. Because the waves have broken. The storms have broken into her life. Her life is in tatters, completely destroyed. That is why you are here. Because the boats uko nje zimeenda. Kila kitu kinatenda. Bwana Yesu asifiwe sana. The waves have been so strong. So ukimpatia ile ingine ile unataka kile ile ya brown. Umutumia ni alete wewe Beatrice. Ama nataka kuwekelea. Ni mguu. Inakufima mwogo, ile ndio mzuri. Kaka nikahodhoe. Nataka tupeleke polisi. Huyu ni mke wa mtu bwana mami. Patia hiyo. Hiyo ndio iko strong. Hii ndio watu wamekula. Hivyo. Kionekera. Yes. Kale akahodho Beatrice. Kale akahoja na ko mzuri okea. Mulini mulanikie mulaje kile mutumia. But the storms have cost you a lot. Yani kwa nyumba hakuna amani. Hey, landlord amevuka kwa nyumba. Hey, biashara imeanguka. These are the storms that we meet every day. There is no job. There is nothing that is happening around our life. And this is what is called the storms of life. And if you don't have the storms of life, then you are not existing on this world. You are not existing. If there is no storm in your life, you have no business calling yourself the citizen of this world. The storms are the qualification for you to become the citizen of this world. Because through the storm, you are qualified into the stages of God's improvement and God's building in your life. You become better because of the storms. If the storms are just one, then you ujue uko bado, uko class 1, uko baby class. If the storms are so heavy, that is how heavy you are. For you to become mightier, go and look at what is happening in your life. Then they do it. But he was in the stand asleep on the cushion. And they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? God, Mungu, umeniwacha Mungu. Pasa mimi nimefika mwisho.
anakuuliza ndio vike mwisho ulikuwa umetoka wapi? Basa nina tu jambo moja. Najua wewe ndio mtumishi wa wakati huu. Mimi si mtumishi wa wakati huu. I am a forever mtumishi. Wacha nikuniua. Don't put limitation in my life. Don't. Atena. Wacha. Wewe katayama kahida gaka ko. Ndio tuweke wakahida gaka. Ni ndio wakahida gothe. I'm all season. Ambia mwenzako I'm all season. Don't put limitation in my life. I'm not a prophet of this time. I'm a prophet forever like Jesus Christ. I'm a prophet forever like Moses. I'm a prophet forever like Joshua. I'm a prophet forever like Elijah and Elisha. I am a prophet forever. I'm not a minor prophet. I'm a major prophet. Hallelujah. Yes, because my God liveth. My God will be there forever. If my God will be there forever, I will be there forever. Because he said he will never forsake me. Nor will he leave me. Why are you trying to put a limitation in my life? Niedile wakahida kaka. Mwambie mwenzako ule sisi wakahidi si wa hii wakati. It's forever. Sema forever. Yes. So they storm and they asked Jesus, yani usiki. Anataka kuimagine hawa wanaume wakiwa kwa hiyo boat venye walikuwa na listen na the reaction. Yani wewe usiki na umelala. Yani na jamaa anangata. Unajua mtu akichoka. Akichoka ana snow sana na nguvu. Jesus alikuwa amedeal na watu wengi, thousands of people. So this man was so tired. So he will be Nasa hiyo somo imekuja mpaka wakaona huyu jamaa alikuwa anataka tukufe. Hallelujah. Sometimes God, kuna kale kakisenema tunasema God must be crazy. Sometimes our God is so crazy. He goes. Kama sasa sinaona kama ameenda kabisa. Kinyolali kwende kiweka nini nake. Kai. Mami, si ameenda. Anaendaka. Na akienda wachana story mingi, calm down. Tulia kwa sababu kuna kitu kinaendelea. When you see that God is not around you, he is so much around you, then what happened? But he was sound asleep. And verse 39, and he woke and rebuked the wind and said to the sea, peace, be still. Kumbe si kitu kubwa. He woke and rebuked the wind. He never rebuked anything. He rebuked the wind, not the water. The water was causing the storm. The water ndio ilikuwa inataka kuwaua. But Jesus never spoke to what? To the water. He spoke to the wind. Because the storm is brought by what? By the wind, not the water. The waters were pushed by the wind. So for us, we are fighting different battles when we are supposed to be doing some other things. We have lost every battle because we did not understand what is the problem. The true problem of the storm was not water, but what? The wind. And Jesus came and rebuked the wind, not the water. He left the water because the water was innocent. The one who abused you, the one who accused you, the one who did the landlord amefunga nyumba is peaceful. He doesn't have a problem. What he's doing, anafanya kazi yake kufunga nyumba kwa sababu umeshindwa kufanya kazi yako. So tunataka kwenda kuati kibono yake kijana kidogo yake. Uone mimi niko na watoto. Yaani tunalala hata una huruma. Unakuwa na huruma na benki nayo inamkipiza. Yeah? Unakuwa na huruma ya nini? Na benki nayo imepiga kasimu tunakuja ku-auction nyumba. Na auction wanasema na divu alikuwa anatuligia. Sasa kameenda sasa nyumba wacha tuone atatuligia na nini. Sasa kabla mlianza kusema hivi na mimi nitakuwa mkali huko. Nitakufukuza, nilete mtu anajua kulipa. Na kesho tukutane kwa kanisa nikisema haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasikia kubarikiwa. Nyumba yangu ilikuwa na watu ambao hawakuwa nalipa, lakini Mungu ameniondolea. Nitakuja hapa nitoe ushuhuda. Wakati pastor alisimama akanisimamisha, akaniambia umebarikiwa. Nilichukua hilo neno. Kufika huko nyumbani nikakuta wale watu hawalipi, nikawafukuza wote. In 2 days watu wengine nyumba ikajaa na nimelipa pesa na nimeleta 10%. Watu wananiangalia vibaya. It is godly. It is godly because naye mtu wa bank naye anapiga simu anasema
tunakuja kesho ku-auction nyumba. So it is a storm that is happening. It is godly. Kufukuzwa nyumba is godly. Hallelujah. Hakuna shetani hapo. Kufukuzwa nyumba, it is godly. Because in Genesis 1 verse 26, he gave man dominion. He gave you everything. The birds of the air, the animals of the land, the fish of the sea, and every plant to subdue and eat. So you ufai kuwa kusema umekosa rent. Wacha kudanganya watu tulikosa rent. Sema ujige imekuongesekea mingi sana kwa kichwa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. You have been given power, dominion. Lakini umeshindwa kwa sababu unataka mashortcut. Na kwa mashortcut you can't get it. You can't get it. Mimi nilikuwa shokora. I normally tell this story. Tulikuwa pale Githurai roundabout ile ya 45. Ukiingia tu hapo kwenye kanisa ya Catholic hapo chini, Dadora dumping site ilikuwa hapo. And that is where I started my life kama shokora. Ikahamishwa ikaletwa Dadora. Wakati ilihamishwa ikaletwa Dadora, mimi nilidandia kiroli, tulikuja nayo Dadora. Na tulipofika Dadora, nikakuwa sasa mimi ndio master mwenyewe. Hakuna lori kuingia huko bila kutoa shilingi 100. Master. Na nikatengeneza kikosi na magari zikasuliwa na gari moja ikajaribu kuingia tukachoma. Yes, chakuniangalia na macho ya huruma. Labda ilikuwa ya familia yenu. Wakati waliona moja imechomeka, wote walikuwa na kirete hapo na mneneko shika. I made my territory kwa uchafu. Kwa takataka I created a territory. And I conquered my territory. Na hakuna gari iliingia huko hata moja bila kulipa. Ujaribu. Na jezi ikakuwa kubwa because I have money na malipa. Na mimi nakaa tu pale na kamuratina yangu na mesaga pole pesa kiletwa hapo. Ujaribu ulete ujika hapo. It was my territory. Create your territory. Tell your neighbor, create your territory. There is no free space. Nilifukuza mpaka serikali hiyo ya Kenya hiyo polisi. Enda waangalie rekodi huko. Niliwafukuza. Walikuwa wasiweze kuja huko kuripoti, lazima kuja nitafute. Tuongee aniulize nitakuwa nikimpatia nini. Na walikuwa nakuja na mpatia shilingi 20,000 every Friday, 20,000 because it is my territory. Yeah. Every police subdued before me. Walikuja wanaenda kusema ati kuja ati kuna mkora kwa huko kuja tushike. Wanakuja ninawapatia pesa, wanaenda wao unashikwa unawekwa ndani because you are trying to joke with my territory. Yes. Wacha yetu ukae ati baba yako huko na miaka 20 huko na miaka 30 bado unakula kwa mama yako. Hiyo ni ujika. Mimi nikapata kitoto kiago kimoja kwa nyumba kiko na miaka 19 na kifukusaga. Toka kwenda. Toka umodhi. Sisi siku za mjika. Toka. Navukuza. Kinaenda pale bali na kichuguliaga nikiwa bali na kivukuza na kinyima mpaka tikiti na kichugulia tu kikienda kuanguka naenda natuma mtu kama wewe nakwambia tadikimwana ile keria. Ende tu msalimie mwambie nimesikia tu Mungu amenibariki nikupatia na shilingi 500. Akienda kuanguka na inamshikilia. Lakini lazima asimame. Mimi sikugawa kitu ya baba yangu. Na mimi Kenya nimekoka. Hallelujah. Kenya nimesema, nimesema. Kenya nimesema. Nilisema nikiwa mugeke, sasa nasema nikiwa Ukristo. Hallelujah. Na sasa hiyo nilikuwa sikuwa na knowledge kama hii niko nayo sasa. Sasa mtanitabua. Hallelujah. Mtanitabua. Sema nitatabuliwa. Wewe, mwambie mwenzako mtanitabua. Yes, because I have the knowledge. All what you need to conquer this world is the knowledge from God. Because you have everything is only there hidden. Isaiah 45. Bwana Yesu asifiwe sana. Everything you see ziko lakini hauoni. Hizi matagi ni takataka kwa wengine, lakini mwenye alianzisha hapa hii ni gold mine. Lakini ni takataka, is a waste. Imetoa product ndani imemwaga. So hawajui kwa kutupa. Wacha wakakuja wakanunua. Sasa hii ni gold mine. Naona gari za majikezi zinakuja kuchukua matagi. Lakini kule ni takataka. Wewe unaweza kuwa takataka hapa, wewe ni takataka, lakini you are a gold mine ukifika hapa. So don't worry of what is happening in your life. Unaweza kuwa mjinga, lakini kwa huyu wewe ndio we are looking for you. We have been looking for such a person. Lakini kuna mahali pengine walisema we don't need you.
Bwana Yesu asifiwe sana. So do not despise yourself. You are equally as important as that person who has taken over his or her position. It's only you that you have not gotten into your position. That is why you are not standing up. But the day you discover yourself, get into your position, nobody will joke around with you. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. That is how. Nikaingia Dadora, nikakonka. Na hiyo ndio ilikuwa chanzo cha Mungiki na kila kitu. Kutoka hapo nikaoga, nikakuwa mzuri. Nikaanza kungangana na wanasiasa kina Mweje. Then kulikuwa mtu alikuwa na Mweje, kulikuwa na mtu alikuwa na Katabaki, kulikuwa na mtu alikuwa na Dicho. Wow, politicians wakati wa Moi must go. Moi must go. Moi must go. Moi hapa hii barabara hivi tukiteremka huko. Moi must go. Alafu natia kasi piu. Moi go. I conquered in politics. Ikakuwa it is me now. Every politician was looking for me because I had the army. Army inatoka wapi? Kwa takataka. My territory provided jeshi ya kuprotect Wagari Madai. My territory provided jeshi ya kuprotect kila Mweje. My territory protected ilifukuza Moi kutoka Faba. My territory. It doesn't matter what kind of territory. Protect your territory, respect your territory, and worship in your territory. We worshipped there. Na glue zetu. Yaje. Osinete. Sasa unaona watu 6. Mnafikiria mnaweza kunipeleka mahali. Nani mtu na address mtu mmoja, lakini macho yako inaona imesplit ile screen, imesplit screen, imeleta screen. Yeah. Oh my God. And he rebuked the wind and said to the sea, peace, be still. And the wind ceased, and there was great calm. When Jesus comes into your life, there will be great calm. But you must understand how to bring in Jesus. You must understand how to bring in God. But you also, above all, you must understand what is to be stopped. Not everything. Baba, tunakemea mapepo. Tunakemea mapepo gani? Address the pepo. You ambao unakemea. Don't start kemealing mapepo. Mapepo toka. Pepo gani? Mapepo ni mingi. Kuna majini. Kuna demons. What kind of a pepo that is operating you? Is it a pepo of poverty? Is it a pepo of stagnation? Is it a pepo of confusion? Is it a pepo of marriage? You must be able to understand what kind of a pepo you are attacking. Not every pepo you attack. Huyu anaweza kuwa stagnation ninamkula wewe ni roundabout. Uko na mali na uko sawa lakini unashidaka hivi. Sasa umeenda safari. Umeenda na hujawahi toka ile position. Duka unakuwa ni stocked. Haipunguki na haiongezeki, lakini inakuwa na stoko to keep you busy. Bwana asifiwe. Gekopa unakuwa na stoko katuguo. Hatuongezeki, hatupunguki. Hiyo ni roundabout. Usiende kupigana na stagnation. You are not stagnated. You are not stagnated. Stagnated is that when you are stuck. Hauwedi, umesimama na umekwama. Lakini when you unazunguka na mare nilikuwa nauzaga viatu ya mare. Mare. Ile ya watoto. Ni ya mwana. Hamsini ni ya mwana. Unasukuka kutoka asubuhi mpaka jioni. Asubuhi ukitoka nyumbani unatokaka ukijua nitatengeneza 3,000. Unafika saa 7 haujauza hata. Unapunguza unakuja 2,000. Ile target ya kwanza. Saa 10 ndio hiyo inafika. Hujauza hata ngo. Unapunguza unakuja 1,000. At least sasa unaanza kubagenia kafea na kitu ya kukula. Inafika saa 12 ngo. Unapunguza unarudi mpaka kwa fare. At least upate fare ya kurudi nyumbani. Na ni ya mwana uliasia Githera. Na sasa huko Kagemi na kumekuwa na giza. Baka inaenda unaona ngo mpaka saa 2 usiku. Ni ya mwana kwa bei ya jioni. Sasa bei inabadilika inakuwa bei ya jioni. Bwana Yesu asifiwe sana. Inafika saa 3 usiku mpaka hiyo bei ya jioni mapolisi wanaanza wakienda wakipita unajua sasa hapa anytime unalala jela. Wewe ni nini mnafanya hapo nje?
ni ya mwana. Mbona inafika saa 3? Sasa unaenda kwa duka fulani hapo ya mama Kakinyi, mali unakwenda kukunywa kasoda, unamwachia stoko yote, unamwambia nipatie shilingi 200 nitakuja. Ukienda sasa si umeenda na 200, haukuwa na chakula na haukuwa na fare. Meaning hata hiyo stoko hautaiendea. Hiyo stoko imeisha hivyo. Hiyo ndio tunaitaga stagnation. Lakini hii unakutaka kaduka kako na tumafuta essentials, watu wanakujaga wananunua kastoko ka shilingi 3,000 akakosagi ile kitu. Hawezi nunua kitu, hawezi nunua nguo, hawezi kununua anything, lakini unakulaga, unakunywa na unalipa rent, inakuishia hapo. Hiyo ni inaitangwa the spirit of roundabout. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo nazunguka tu kwa roundabout, hautatoka kwa roundabout. Unazeeka ukiwa kwa roundabout. Kale kaliendaka kuambia yule mzee betri yake ati hii betri ikiisha unipatie. Akaongojea baka movie zikakaa kwa kichwa. Ile ka advertisement kalikuwaka. Unakakumbuka? Bwana Yesu asifiwe sana. And he said to them, why are you so afraid? So the problem was not the storm. The problem was fear. The problem is not the sickness that is in you. The problem is not the life that you are living today. Fearing because unashindwa utaanza wapi? Either was anywhere. Answer anywhere. Start it from anywhere. And you will make it. Me, I started it from I am a dare. I do dare anything. Usiwezi. Hata sasa nikitaka kuwa president sasa, ninaenda pale naanza kuchokora Ruto. That's kuchokora Ruto. So because I want to be the president. You don't do battle with Rigathi. You don't do battle with ministers. You don't do battle with the DO na mawachi. No. You go to do battle with the person that you want to overthrow. Yes. Go there. That's your challenger. Go there, face him. Tell him you. I know you. Hey, I know you. David went to Goliath. Hakwenda kwa kitu kile, alimwambia I know you. You are coming with your mighty and power. Me, I'm coming with my God, and I'm going to bring you down. And he became the king. You don't fight dogs and then think that you're going to become a king. You can't do hawking here ukifikiria utakuwa na supermarket. No. Fanya hawking ukijua na unapita kwa supermarket uko ndani. Na guru yako unapita huko tu jini. Unazunguka, unapita tu huko ndani, unaenda na unachukua kiyogurt kimoja. Na namwambia unauza gani hii? Najua hata kuogopa, ataona ni kama uko na mafi. Nimekununulia. Amesurrender, amekupatia territory. Amekwambia chukua tu, amekupatia territory. Yes, that is what you do. You intimidate them to get it. Don't do. They will not give it for free. You have to take it away. Since the years, the days of John the Baptist, the kingdom of heaven has suffered violence. And is taken by what? By force. Nenda huko kama wewe ni mchavu, uchukue kiyogurt. Unaambia na mama, chukua nimekununua. Si chukua tu, umechukua hiyo territory. You have covered, you have captured. That is, they have to give it to you. Yeah. It is never given. It is never a bed of roses that you no. Take it. After Dandora I get into Hapo Kiabu Dandora farm hizo mashamba zote. Ngodo inaitwa ngodo hiyo. I went there. I found a free land that was not occupied by anybody. And I asked, why can this land lie idle? And they told me ati ni wazee wanaitwa Kiabu Dandora. Nikauliza wazee wa nani? Wakaniambia ni wazee wale wazee wa Kiabu Dandora walikuwa wananunua. So, ati wanaweka kwa nini? Ati wanawekea watoto wao. Na sisi si watoto. Nikatafuta savia nikamwambia katakata. Tukachinja mbuzi. Tukatoa tukainua madhabahu. Tukachanganya hiyo udongo na damu ya mbuzi. Na tukasema tumenyakua. Kunyakua inanyakuliwa kwa na Mkristo na mchawi at the same time. Nilitumia uchawi. That was witchcraft, pure witchcraft. Na nikachukua udongo na hivyo ndio mmenyang'anya vitu zenu. Biashara zenu zimeenda hivyo. Nikachanganya hiyo udongo na damu ya mbuzi na nikainaenea, nikasema wewe shaba, wewe ni wangu kutoka leo. Na ilikuwa hivyo. Nilikuwa napatia watu ballot papers.
Kabaro tinaba karatasi kametosha hivi. Na kuitisha shilingi 10,000 unanipatia. Tunapakata mashamba, tunakata dadora huko kwote, tunakata tunawapatia baro, tunaenda naambia polisi kuja, tutaenda sasa huko. Ndio nimeita watu. Tukifika huko mkuje mpige tear gas. Watu wote waende. Watu wakikuja, akavia makaratasi yote ilipotea, polisi walichukua makaratasi na munishike na muniweke kwa radio nilale siku 2. Nasema karatasi ilienda, ballot zote zilienda. Sasa labda mlipe tena upya. Plot yako ikuwe identified. Bwana Yesu asifiwe sana. And I conquered. Then baadaye nikaanza kuwapatia certificate under my signature. Hizi plot zote unaona saa hizi, they are getting the titles now. But wamejenga hizo nyumba na loan. Nataka kuonyesha the power of the altar. The power of what? The altar. Because I got that land on an altar of the blood of the goat. It spoke. Bwana Yesu asifiwe sana. It spoke. And when I gave these people, niliwakatakatia plots. Hizo nyumba zote zimejengwa. They are built on a certificate in my signature. And they went to the bank and they were given loans on a certificate on my signature. Lakini upande huu mwingine wa Dadora mpaka leo hawajawahi pata title. Bwana Yesu asifiwe sana. And they have never been issued with loans because they have certificates that are not recognized by the law of Kenya. But mine are recognized by banks because of the power of the altar. Ukiona mtu ni mchawi, usifikirie ni mjinga. Anajua kile anafanya. You need to raise an altar. Just raise the altar of God and you conquer. These battles are just not won just that way. I captured mpaka makanisa ya huko yote imejengwa on the land under the altar of Mungiki. Nikaenda hapa juzi, wale walikuwa huko Dadora juzi, nikaita Bishop Harrison Nganga. Nikaita hawa wazee wa Kiabu because I wanted now to be free man. Nikaita Bishop Harrison Nganga. Nikaita wazee wa Kiabu hao. Nikaita wachungaji wote wa Israel. Tukaenda hapo KAG, ya Mmoja 3. Tukafanya mkutano hapa, nikatengenezea breakfast, nikakula kitu, nikaambia sasa what I have decided to come. Nataka I want to set this land free. Nikaniuliza namna gani? Nikaambia this is how I captured this land. Nikaambia hata hii kanisa imejengwa juu ya madhabahu ya Mungiki. You will never prosper. And true. Kanisa ndio hii hapa. Upande ule mwingine kuna tuba tudogo. Tuba twiki tudogo tumepakwa 8. Tudogo. Tuko na members wengi kuliko kanisa. Na hiyo tuba tuote ni Range Rover imepakiwa, ni Mercedes imepakiwa, ni gari kubwa zimepakiwa huko. Na ashas wa huko wetu tunavaga tuko tumefika hapo ni tumutu to beautiful girls. Lakini kuja pande hii ya kanisa opposite facing them hapa, hakuna hata baiskeli kwa hiyo kanisa. Hakuna hata baiskeli, hakuna. Ukiingia kanisani wale watu wako wote wako na slippers. Ni bigiji. Nimenyame kwa na puberty. That's how an altar can destroy your life completely. Can bring you down. And you just ignore. Unasema kamodo. Walijaribu kunishika, hawakuweza. Walipigana na mimi, hawakuweza because I had an altar. Yes. That is how they conquer. Hiyo ukiona mchele amekuja usiku, wale wanalitiranas, wanakaa wanakutuaka guo, wanakuja gauchi, wanakuja wanakaa hivyo na goka murago yako hivi. Na itirana. Nimetoka huko Kisii mimi. Kwa kina hawa. Huko Kisii ndio kwetu. Na itiranas. Watu wanaitwa abanyakoni. Wabaya. They will come, umezika mtoto leo, mtoto amekufa umezika hapa. Wanakuja usiku na rugu tu, rugu peke yake. Wanasema 1 2 3, saduku inaruka juu.
sanduku inaruka juu. Wanatoa mtoto, wanaenda wanakula. That is the power of the altar. And not until you recognize. Na ukianza kujitoa, wewe ulifukwa kitabu, mama yako ndiye alifukwa, mkafukwa nyinyi yote. By the time you come to recognize, utakula shida, utatembea makanisa, utaenda kila mahali, and nothing is happening. Better understand what kind of the altars are speaking in your life. What kind of your parents? Who is your parent? Alikuwa muganga ama alikuwa mchawi? Because our parents, kama sasa mimi nilikuwa mchawi hapo. Wakati nimeokoka ndio nimerealize hii uchawi inaweza kukuja kukula watoto yako. Nikaita Bishop Harrison Nganga, tukaenda huko. Tukainua madhabahu, tukavuja. Nikaita hawa wazee wa Kiabuda Dora, nikawarudishia shamba yao. Sasa after 1 month later, Uhuru akaenda huko. Hizo shamba zote watu wamepatiwa title. The only that I surrendered, zote wamepata title. Na waliambiwa sasa mtarudisha pesa kidogo kidogo. Hiyo plot zote zikashikanishwa, ikasemekana ni plot zilikuwa sijui ni 55,000. Wakaambiwa kila mtu. Kiabuda Dora wakauza sasa shamba yote pamoja. Wakasema tunataka 1 billion. Zilikuwa 1 billion or 2 billion. Wakauza yote. Sasa kila mtu akaambiwa, ikafanywa hesabu, ikaonekana kila mtu atatoa 100,000. Kila plot. Sasa watu wako na title sahihi. Lakini title yangu ilitoa loan kwa bank. My signature. That's power of an altar. Sasa shida katika jina. Makanisa zilikuwa na mimi ndio niliwapatia shamba. Mtanishidisha aje? I've given you land. I've given you food because you are eating from that land. Who feeds you, controls you. You eat what, you do what you want. Hapo zote kati na kwa shida na moto toshio. Mliniombea mara ngapi nikufe? Na bado mkaendelea kuniona nikitembea Kenya. Waliombea walienda Katoroni, wakalala Katoroni, wakatoka huko, wakaenda kwingine wakalala, wakaenda kwingine wakatoka huko, na bado wananiona na rugu, nasema madiokole. That's the power of the altar. Until you come to discover that what is eating you is not ordinary thing. It is something beyond you. It's something far away from you. You need to understand how to come out of it. You need somebody who knows how to come out from it. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. That is understanding how you can get out of the situation you are in. Utafukua kanisa. Na kwa sababu kuka yako alikuwa muganga, I'm telling you, you will never prosper. Your grandfather was muganga. Shosho alikuwa mchawi. The Bible in the book of Ezekiel 16 says nini? Tell, son of man, tell Jerusalem her abominations. Tell Jerusalem her abominations. Who has the Bible? Read it for us. Ezekiel 16. Tell Jerusalem her abomination. Now, where in Jerusalem? Son of man. What's your name? Sarah. Tell Sarah our boy her abomination. Maudoma make Maria Mari Magigi. Can somebody read? Ezekiel 16 from 1 it is written. Again, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, cause Jerusalem to know her abomination. Cause Jerusalem to know. Cause you to know the abomination, the problems, the challenges that are facing you. Go ahead. And say, thus says the Lord God unto Jerusalem, thy birth and thy nativity is of the land of Canaan. Stop there. Thy birth and thy nativity is of the land. Then you stop there, you ask yourself, why? Ngoja, wacha haraka baba. Why have they mentioned Canaan? That is when I will complete the Bible. Why have they mentioned nativity and birth than Canaan? Then you go back to ask, who is Canaan? Who is Canaan? Who is Canaan? Who is Canaan? No, makanisa hiyo yote ulienda huku kujua hata Canaan ni nani? Who is Canaan? It's the son of Ham, the man who was cursed because of seeing the nakedness of his own father. And because Ham was and could not be touched by the curse jumped from the father,
went to the sun. So this land where you are born and where your nativity and the birth is on the land of a cursed man. So the name of the land you are in, Rongai or Ngong, you need to understand. Who is Ngong? Who is Nairobi? Who is Banana? Who is Waithaka? Who is Mukuru kwa Jenga? Who is Jenga? Who is Gashie? Because that is what we call territorial challenges. So Jerusalem was built in a territory operating on a name that is cast. So you are already cast by virtue being on that territory. Number 2, your father? Thy father was an Amorite, And the mother? and thy mother was an Hittite. An Amorite were the people who rejected God. They were fighting men and women of God. The Amorite. And the Hittites, who is your mother, the Hittites, they were witches. Walikuwa waganga na wachawi. You see, the land is cursed. Your father is a murderer. Your mother is a witch. A product of what? 3 things. Now let's go to the 4th product. And as for thy nativity, Uh-huh. in the day thou wast born, thy navel was not cut. The day that you was born, your navel cord was not cut. Why do we cut the navel cord? To separate the baby from the mother. So you are still under the control of the mother. You are never separated. So if the mother is separating in a cars, your father is separating in a cars, you are still entangled. You are still connected. Go ahead. Neither was thou washed in water to supple thee. So you are still, the death that you came with, hiyo damu na hiyo kitu naitwa chogu, is still holding you. Oh my God. Uh-huh. Thou wast not saddled at all, nor swaddled at all. Yes. Nobody pitted you to get you out of the problem you are in. Thank you, my brother. Amen. Do you understand now? So not until you understand the territory you are in. That is why I'm going to tell you there are territorial sins. Praise be the name of God. There are territorial sins that can control. You can be going to church, you good, you are faithful, and you are doing everything correct. You've never sinned, but the territory controlling you. Because there is a territorial sin. Control. And there is a personal sin. The abortions you do, the things most people do, these are the personal sins. But there is has not been broken, it will still follow me. Hata nikikuwa pastor, nitakuwa pastor mganga.
This day, to the right hand or to the left, to go after other gods to serve. If you go astray from wale watu nakusikia kujaza kanisa, kujaza na wale maashas ni wanazikiria kama mtu akianguka 3 4 5 months nakuta kisema kama unaona vile kama nakutana na koka mpaki gani pale. Nasema I want to see
see the pastor anataka akabariki gari yako. Yule Asha alikushikilia ukianguka, ako na slippers na bigi. Sasa hapo ndio wanazaka vita. Wanasema haka kamutu ni devil worshiper. Haka kamutu ni devil worshiper. Na hapo ndio vipawa zinauliwa makanisani. Because wewe ulishindwa kutap, huyu alitap anointing. Because huyu alitambua mafuta yangu. That is why imemfukua. Lakini wewe ulishikilia tu kwa sababu unaona pepo zikianguka, na zikianguka wacha niwaambie wale watu mnafanya kazi ya Asha. Kipepo haikaagi hapa kwa hewa. Hakuna pepo hata moja hapa kwa hewa. Pepo zote zinakaaga kwa manyama na blood. Pepo zote zinakaaga wapi? Kwa nyama na blood. Na zinakujua ku negotiate. Yesu mwenyewe zilinegotiate na Yesu. Sisi hatuwezi kukaa nje, lazima tukae, tukubalishe twende kwa ile nguruwe. Zikaenda kwa nguruwe. Iko na mwili. So wewe unashikaka. Ujue ukishika watu 6 wako na mapepo. Na una mlango umefungua. Hivyo ndivyo nakuwa na pepo ngapi? 6. Ndio unaona watu wamekufia kwenye madhabahu. Spiritually they are dead. Unamwona mtu anajua kila kitu, Biblia anajua, but ako maskini ajabu. Watu wawili wanapata kwa hiyo shida, intercessor na Asha na mapasta. Kapasta unaona kamekoda, kamekaa tu, kanatebeaga mpaka unaona ni kama katembea kama kalifugwa waya hapa. Kanatembea hivi. Ni ile roho kanaachilia kwa sababu haka kamebarikiwa, kalikuja kamkoda kamebarikiwa. Kalikuja kamkoda kamebarikiwa. Huyu anaendesha Range Rover na alikuja tu juzi. Huyu anaendesha pickup, huyu anaendesha hii, huyu amewekwa hapo na duka supermarket imeingia. Sasa what will happen to this person? Anazanga vita za kiroho. Ndio unakuta sasa kuna kuwa na wachawi, spiritual witchcraft in church. Hakuna mahali kuna wachawi kama kanisani. Sasa kusema huyu ni devil worshiper. Sasa wanaenda kuvuga maombi ya nini? Huyu na huyu na huyu wanaenda kushikana kupiga nani? Tunafunga, tunakata katika jina la Yesu. Tunabomoa nguvu za machawi. Tunabomoa kotokata leba kotodolo. Munaomba kanaendelea kubarikiwa. Munaomba. Sasa mnaenda kwa pastor, mnasema hapo afanye burada. Kaigie pale. Kaniletea vugu ya 10. Wanakaa hapa anajagulia. Ameingia. Oh ye pastor vitu ni yako. Ya dira amemaliza kanisa. Oh my God. Oh, sasa imeenda. Tuachie hapo. I take my time. There are some who are going. Let's read a few verses in chapter number 5 to connect with what I've read. Verse 1 of chapter number 5, the Bible says, they came to the other side of the sea, to the country of the Gerasenes. And when Jesus had stepped out of the boat, immediately there met him of the tombs of a man with unclean spirits. He lived among the tomb, and no one could bind him anymore, not even with a chain, for he had often been bound with shackles and chains, but he wrenched the chains apart, and he broke the shackles in pieces. No one had the strength to subdue him. Night and day, among the tombs and among the mountains, he was always crying out and cutting himself with stones. And when he saw Jesus from afar, he ran and fell down before him. And crying out with a loud voice, he said, "What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I adjure you by God, do not torment me." For he was saying to him, "Come out of the man, you unclean spirit." And Jesus asked him, "What is your name?" And he replied, "My name is Legion, for we are many." The reason of the storm, ndio hii sasa. It is the storm was created because the demons walijua wale walikuwa kwa yu mzee. They knew there is a man coming kututoa. So they caused problem way far away before they come to this other of the boat.
So the challenge that we are facing is not for today. It may be for 10 years to come. Because they have seen you are going to become a president. They have seen you're going to become a huge pastor. They have seen you're going to become a conqueror. You have seen you're going to become a business. So they will create a problem way away to stop you. The storm was meant Jesus not to cross to the other side. That is why they were stopping him. That is why the storm was so strong. Because it is these demons that were causing the storm. These demons are not for today. They are not fighting. And if you are sick, you did not become sick today. You became sick 10 years ago. Just to stop you. And when he came, no, this man was so powerful, nobody could bind him. Nobody could hold him. That is how the challenges in your life are. Nobody can stop them. Until when they saw Jesus, and they told Jesus, Jesus, what do you want from us? Don't remove us. Don't remove us. Let us stay there. Now that is the time you start negotiating with the devil to do that stupid thing you are doing. That's the time when you start negotiating with the devil to just say, hata kama nimeokoka tuende tu. Tufanye kamoja tu. Alafu Mungu tu anatuona atatusamea. We are living the time of the grace of God. We are living tunaishi kwa neema. You have a merciful God. That is being stupid. There is no such a stupid thing in the Bible here. There is no negotiation. Jesus saw this man and he came out of the boat. And once he came out of the boat, he commanded the demons inside this man to come out. Don't have a negotiation with demonic ideologies. Follow your God. Live godly. Walk godly. And that is how you're going to come out. Amen. Don't put yourself into the bargaining anything with the devil. Don't. And we commanded the demons. Remember this man, nobody was able to handle him. But Jesus never even touched him. He sensed. Jesus tu akivuka kwa boti hivi, the demon sense akajua Yesu amekuja, and akaanza kupiga maduru. Unataka kunitoa? Unataka kunitoa? Usitoe. Unatuliza nini? He never touched. Remember alikuwa anafungwa na chains anakata. This man was so powerful. Alikuwa anafungwa na makamba anafanya tatang, anafungwa na chain anakata na mawe. But Jesus was far away in the boat. That is when the demons started speaking. And we were waiting for pastor to come and remove demons in you. You've got the power to have Jesus in you. You have got the power in Jesus. Just claim the name of Jesus. Put the blood of Jesus into you and you are going to conquer every situation around you. And all the enemies are going to go down. In Jesus' name, we thank you, God. Stand up, rise up, Sasa. Rise up to nataka to muabudu. Yes, my sister, come and tell me what's your name. Sheila, you are so excited. Huh? Why are you so excited? You feel blessed. Sema Bwana Yesu. Funga macho yako. Sema Bwana Yesu. Kutoka leo. From today, I will walk with you. I will do everything as per your instructions. Bless me. Every demonic power over my body, I lose you. I lose you. In Jesus' name, you're free. Mami kuja. Kuja tu. Ni wewe nataka. Beatrice mnaongojeni. Jesus. Thank you, Jesus. You are merciful, God. You know her before she was even formed. Every demonic power and authorities in this body, come out in the mighty name of Jesus Christ. Devil, you're a liar.
generational curses, majini na mapepo yote ya giza, warogi and the evil foundations over the body of this woman, I command you up now, the mighty name of Jesus Christ. You're free. I want you to surrender before God. Just put yourself in the mood of prayer. If you can kneel down, you're free to kneel down. If you can sleep, lala chini, you are free to do so. And then you are going to encounter a real power of God. Let me come closer here. Come closer. Come closer. Sogea tu karibu. Ndio hivi. Leta hizi mamizigo weka pale. Leta hapa. Come closer. Karibia tu hapa. Fungua kinywa chako mwambie umetukuka. Fungua kinywa chako mwambie umetukuka. Mwambie umebarikiwa. Fungua kinywa chako mwambie umetukuka. Mwambie umetukuka. Katika hali zote umetukuka Yesu umetukuka sana. Katika shida zote umetukuka sana. Katika mambo yote umetukuka
We worship you, Jesus, because you are the healer, Lord. You are the supreme God. There is no one else like you, Jesus. We worship you tonight. We worship you this afternoon because we need more of you, Lord, and less of us. There is power, healing power, and mighty power of God today, right here, right now. And that is why we lift our voices to the Lord and worship Him. And we declare that there is power, mighty Jesus, Jesus. There is power, mighty in the blood. There is power, mighty in the blood. There is power, mighty in the blood of Jesus Christ. There is power, mighty in the blood. Kuna nguvu za ajabu ndani. Kuna nguvu za ajabu ndani. Kuna nguvu za ajabu kwenye damu ya Yesu Kristo. Kuna nguvu za ajabu ndani. There is power, mighty in the blood. There is power, mighty in the blood. There is power, mighty in the blood. There is power, mighty. There is power, mighty in the blood of Jesus Christ. There is power, mighty in the blood. Lift your voice, somebody. There is power, mighty. There is power, mighty in the blood. There is power. There is power, mighty in the blood. There is power, mighty in the blood of Jesus Christ. There is power, mighty in the blood. When I hear monene nakamaide. Oh, when I hear monene nakamaide. Oh, when I hear monene in the blood of Jesus Christ. There is power, mighty in the blood. There is power, mighty. There is power, mighty in the blood. Oh, there is power, mighty. There is power, mighty in the blood. There is power, mighty in the blood of Jesus Christ. There is power, mighty in the blood. Lift up your hands. Sema, Bwana Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, Mwana wa Mungu aliye hai, nimejipatiana mikononi mwako, nimejipatiana mkononi mwako, ukaniokoe. ukaniokoe. Kutoka leo Kutoka leo nipiganie vita zangu, piganie vita zangu,
Madhabahu iliyo mbele yangu madhabahu iliyo mbele zangu siwezani nayo, siwezani nayo, lakini kupitia kwako kuna ushindi. Sauti yako nitaisikiliza, kwa ukamilifu nitaifuata, na kwa utilifu nitaifuatilia, kutoka leo mpaka milele. Amen. Amen. Shout hallelujah for Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Let me tell you one thing. Look at me. It is normal. It is? Yes. I don't know what you're going through, but you're free from today in Jesus' name. Yes, God has changed your lives. Madhabahu ambayo imekuwa ikitawala katika maisha yenu imeondoka. My sister, come. And every demonic power still holding on to your body, I completely destroy you in the mighty name of Jesus Christ. Loose this woman. 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 Yes. You want to go where? You are going nowhere. Who are you? You, the devil sent to kill who? Which family? Of Waruinge family. Where do you come from? You come from the sea. Which part of the sea? How many are you? Many. From where do you originated from? From the sea of the Indian Who Ocean. took you there? I don't know. You don't know. Yes. Where is your grandfather? Dead. Your grandmother? Dead. So you are the source of the power. Yes, I killed my father. Yes. Yes, I How did you kill? Nilimrushia ugonjwa na nikamua. Ugonjwa gani? Nilimrushia diabetes na high blood pressure. High blood pressure. Munarushanga aje? Tunaingia kwa mwili na tunawaua. Unawaua. Yes, I wanted to kill the mother. I wanted to kill my own child. Rachel. Blessing. As a sacrifice to the devil. Why? She's the key to hold that family to see God. Yes. And I will not allow it. You will not allow it. And even her, Brenda, inside, we have taken captive of her. You have get captive. Yeah, she's a send. No, you can't release her. No, she's God sent. We can't release her. Why is she here? I don't know. How did she come here? I don't know. So you know. Do you know this place? This is the church. Yes. Yes. What is about the church? She has come to be saved, but you won't let her go. You won't let you go? No. Okay. Now, I will count from 1. Yes. Nitahesabu 1 mpaka 7. Yes. Na mara ya 7. Yes. Ubebe mizigo uende. Yeah, I'm going. Hata uongoji hata I'm nihesabu. going. I'm going. Aja, tuhesabu. Nikisema 1 mnasema the blood of Jesus. 1, 2, 3, blood of Jesus. 4, Blood of Jesus. 5, Blood of Jesus. 6, Blood of Jesus. 7. Blood of Jesus. You are dead. Loose the body, loose the spirit in Jesus name. Umeona triki? Wakati walijua wanatoka, walisema I am going, ndio niwachane na wao. Because they've heard it is 7 times ya kumutoa. Lakini aliposikia wanaenda, I am going. Hizo zilikuwa tricks of the devil. Sasa mtu ungekuwa na haraka amesema kameenda, unaachana naye. You have to finish the race. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. This girl is free. Free indeed. Binadamu amuka. Yes, unaitwa nani?
Simama tu. Brenda. Naitwa Brenda. Baba yako ako wapi? Alikufa 2020. 2020. 2nd November. Yeah? 2nd November. 2nd of November. Yes, Alikufa kwa nini? 2020.